Finally, Murkomen ameongelea story ya goons. Those who are trying to say that this country is in a crisis because of goons are liars. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Una maana wewe ni binadamu ya mavi ya kuku. You know, these are words you'd expect from common mwananchi, and not just any common mwananchi. Mwananchi yule ambaye kuna mawaya ziko loose, kuna mawaya ziko Uni interest, yes. Sasa ndio ni shida ya politicize serious positions. Cabinet secretaries should not be a political levy. Let's talk about the most incompetent secretary in Williams Ruto's entire government, Kipchumba Murkomen. This is a man whose IQ seems to nosedive every time anafungua mdomo yake. Ni mseveni yako detached from logic, from humanity, from constitutional weight of his office, and it's honestly a national disgrace. He's even holding such a powerful docket. There are people who are now, kuna watu wana create a scenario kwamba ni kama kuna crisis ya hii Kenya. Wanasiasa kwa Kenya a 0.0001%. Hawafiki 2,000 out of 50 million Kenyans. But they want to make Kenya to become like it's a crisis when they don't get what they want. Kama huyu Gachagua anaongea kuhusu goons every day. Kama yeye angekuwa anatafuta kiti, angeongea mambo ya goons. Kipchumba Murkomen is a minister for goonism. And coordination of state terror. Raymond Omolo ako na gangs na ndio mwenye kutumia pesa ya confidential expenditure kulipa goons. Pale Homa Bay hawa Wajaluo wameumizwa. Kasongo ametuumiza hapa Mlimani for 2 years, lakini hatujafikisha ile kiwango ameumiza hiyo Wajaluo. Hapo hata jana tulikuwa hapa na kina Metho tunasema sisi hata bado umia. Hii Wajaluo wameumizwa. Na ni Okech anaumiza Onyango. Angeongea wapi? Na hata ile branding anajaribu hapa ni kama kwamba goons zilianza na serikali ya William Ruto. 1995 kijana wa Malwa akisukumana na Raila mpaka Raila akaingia chini ya meza huko Thika. Hiyo ilikuwa goons ama sio goons? Orengo 97 hata 98 99 2000 ikienda university. Orengo alikuwa na goons yake ikiongozwa na mtu anaitwa Karl Marx. Walikuwa wanapikana throughout kwa town hapo Nairobi wakingangana na Raila. Hapo juzi mnataka kudanganya sisi kwamba hatujui. When Rais 2021 alienda kukampeni huko Kieni, salilingwa na mawe na goons. Tulipotoka hapo nilikuja kukampeni hapa Nakuru. Wakati tulikuwa na campaign ya hapa London Ward, si tulipigwa na goons. Na wakati Rais alikuwa anaenda Kondele hapo akiwa vice president akiomba kura, si alipigwa na goons. Mimi nilikuwa waziri. Guy, anyway. Lakini kama ni hivi, Kenya tuko mahali pabaya sana. God have mercy upon us. You know, internal security ministers walikuwa wana ooze fear. Like ulikuwa unajua, and any people never used to talk about them just like this because walikuwa no nonsense people. But our current Minister of Interior, Kipchumba Murkomen Maze, yani tu is a comedian. He's a clown on stage, bana. Every time you see him speaking in a public forum, unashindwa shwali, like, what is this guy ranting about? Mulisikia vizuri akiongea story ya goons. And that speech, yani mpaka nikajembe, yani, was this speech necessary? How can you tell people that kama unajua kuna goons pale, kama polisi wamekuona kuna goons, alafu unajipeleka pale, so you're the problem? As in, he's trying to trivialize this goon culture and I make it like it's such an issue, yet it's a very big issue. Na tumeona that hii kitu kiendelea hivi, like it's going to become a major problem for our country. But and I trivialize, alafu everything he talks about is always about Gachagua. Si badilisha kuwe minister of Gachagua. Let him now focus on Gachagua affairs. 95 mimi nilikuwa waziri. 1997 nilikuwa waziri.
2021 ilikuwa waziri, si Matiang'i alikuwa hapo? Kwani Matiang'i alikuwa amefunga macho? Hii Gachagua 2024 wakati alienda Kayole na kusanya goons kwenda kuiba mbuzi ya Uhuru, hakuwa anajua goons ni mbaya. Ni saa hii ndio amejua goons ni mbaya kwa Kenya. Now he is trying to create a crisis in the country that there is a crisis of goonism. No, there is no crisis in Kenya. The crisis that is in this country is the bankruptcy of ideas of politicians who are unable to campaign, and they go and sanya goons to fight themselves, and they want to make it a national crisis. There is no national crisis. Kenya is safe, and we must focus. This is fascism. Open broadcast by a man whose brain power hata iwezi light up a matchstick. And worst part, anasema kama anapiga chest, no remorse, no understanding of the law, no capacity to reflect. Nchi umewachilia vijana watoto wamejaza goons in the republic. You cannot tell the difference between the police and goons. Umechukua kijana mdogo mtukutu umempatia docket ya interior, ako na 104 gangs, ndio anawapatia pesa kuumiza Wakenya. Akiulizwa juzi anakuwa very arrogant, anasema nyinyi mkisikia goons wako pahali, don't go there. Can you imagine? In whose hands are we safe? In whose hands are we safe? Wewe ukijua Homa Bay kuna mtu amepanga goons, na police washakuambia kwamba kuna mtu amepanga goons, why are you going there? Siwende nyumbani upange mkutano mwingine yenye haina goons. Instead of police dealing with those goons, this minister ya Ruto anasema wewe ukisikia iko goons pahali uende upigwe shauri yako, because he is the owner of the goons. He has 104 criminal gangs that he is funding to terrorize Kenyans. And that is why he is arrogantly telling the people of Kenya that police will not deal with goons. The government will not deal with goons. It is your job to find out where the goons are and keep away from goons. So, akijaza goons everywhere, tutaenda wapi? Unless tuende Tanzania ama Uganda. What kind of advice is that from Minister of Security? Instead of police dealing with goons, you are telling Kenyans, if they hear they are goons and police confirm they are goons, you keep away. If the police confirm they are goons, why can't they deal with the goons? Wakenya wameona juzi, actually jana, waziri wa usalama maneno ya goonism anasema hili alafu anasema lile. Waziri wa usalama, Wakenya hawataki hiyo upuzi ya kuapiwa maneno haina maana. Wakenya hawataki mambo ya violence katika mikutano ya kisiasa. So guys, Mr. Kama mmeona hii story, but apparently there was a scuffle that happened in Mombasa and 3 people were shot. What was the scuffle, you might ask? The Mombasa governor was apparently addressing a crowd which started chanting one term, kukatokea vurugu. Kwa hiyo vurugu watu 3 wakashutiwa. And in Murkomen's words, I want to ask, why is a 2-term governor addressing a 1-term crowd? You knew the crowd would be 1-term. You knew they'd chant. Why are you addressing a 1-term crowd? Because if that's the reasoning we have in this country, mimi hakuna kitu hunibo kama losing innocent lives because of politics, losing lives in a way that we could have avoided. Bro, mimi kitu hunibo to the extremes of it. Why are you forcing yourself? Number 2, huyu Orengo na Babu Owino na hiyo timu yenye walikuwa naenda Homa Bay wanataka kudanganya nani? Si walikuwa wamekusanya 100 goons kutoka Nairobi. DCI akawashika kabla hawajafika Homa Bay. Alikuwa amesanya ile magoons kutoka Kisumu na Siaya, walishikwa kwa njiani na panga na marungu. Bwana, watu si wajinga bwana. Watu si wajinga vile mnadhani. Watu si wajinga. Na wengine waka sneak wakatembea na kina Orengo. Now saisi they want to say ati oh we call ICC. If we call ICC today, Orengo kwanza atanyongwa before hata kesi ianze. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. That conversation, the IG is doing its job.
PS is doing his job, I'm doing my job, Kenya is safe. For politicians, mwende muitane kwa bunge, pigane ngumi kwa hapo, msilete kuja kupigana na wananchi kwa sehemu hii, ati ndio mcreate crisis na kusema ati Murkomen sijui IG must resign. IG alikuwa pale wakati ulikuwa unapanga ati sijui vijana yako. No, there is no crisis in Kenya. Kenya is safe. Stop hyping. Stop the hyperbole. Stop creating a crisis that is not there. It's the figment of your imagination. Kenya is safe and we will continue being safe. Tell you, Kenya is indeed in deep crisis in terms of security. Police, they are just informants. They don't act when there is goods. In other words, Murkomen anaadmit ya kwamba katika rejimu yake wamekuza magoons, wakakuwa they are tyrants, wakakuwa na nguvu zaidi kushinda polisi. Imagine of that. Hapo ndo tumefika. Yani Murkomen hawezi guarantee wa Kenya their safety. Hapo ndo tumefikia. Bwana Murkomen, tunakwambia huko na kibarua ya kudeal na hizo manguns. Tulikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Marwa. Marwa alideal na hizo magenge na akamalizana nazo, lakini zimerudi wakati wako. Bwana Murkomen, tunakwambia you can do better. Stop politicizing. Stop being involved in politics. Go do. Deliver services to wananchi. Wacha tu compare his predecessors. Yes, walikuwa na their flaws, lakini at least wali understand national security, constitutional order na public responsibility. Angalia mtu kama Fred Matiang'i, yes alikuwa firm, ama maybe alikuwa too firm, lakini he was organized. Na pia alikuwa anajua command of facts. Mnakumbuka Joseph Nkaiseri? Msi alikuwa military. Yes, alikuwa na discipline kitu moja na alikuwa na thought structure. Lakini angalia Murkomen, ana run interior docket kama WhatsApp group. Munataka kuniambia eti serikali haijui nani wanalipa magoons? Hii ni kama ile biashara ya nyama, ile biashara ya ng'ombe zile zinaibiwa huko Pokot na West Magharibi. Hello. Hao magoons ni beneficiary wa wenye wanawalipa and they want to intimidate us with the goons. Weka hao magoons vizuri, wacha kututishia nao, otherwise tutasiagana nao. Sasa mahali imefika tutaanza kutuangana na hao magoons wenu. Wacha tuambiane ukweli. Hapo ndo tunaelekea kufinya mahali inafaa. Sasa kama sisi tumekuja tukiwa wapole, mnaleta magoons. Na hao magoons walianza kuletwa kwa maandamano. Sijui nini, ama wanafikiria hao magoons ndo walifanya tukaacha kuandamana. Hao magoons tutawabana.